Tunaanza simulizi yetu nzuri sana, simulizi ya mende wa ajabu. Ni simulizi ambayo inazungumzia mende wa kichawi na mkasa mzima wa binti Salome. Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Hii ni sehemu ya kwanza. Kulikuwapo na kijiji kimoja kinachofahamika kama Simike. Kijiji hichi kilijulikana kwa utulivu wake. Kilikuwa kina mashamba mengi sana, mashamba ambayo ni ya kijani kibichi. Na mshikamano wa jamii ulikuwa ni mkubwa sana katika hichi kijiji. Lakini nyuma ya pazia la amani katika kijiji hichi kulikuwa na giza lililokuwa likijikusanya polepole taratibu kila siku. Giza hilo lilikuwa ndani ya moyo wa binti mmoja aliyefahamika kama Salome. Mwanamke aliyechoshwa na mateso, kusahaulika na kutengwa na familia yake. Salome alikuwa binti wa kipekee katika familia ya watoto watano. Baba yake alikuwa anaitwa Mzee Juma. Baba yake alifariki bila kumwachia urithi wowote ule binti yake, na alifanya hivi kwa sababu alifuata mila za kijiji chao. Mila zilizosema kuwa mwanamke ama wanawake hawastahili kurithi mali za baba zao. Badala yake kaka zake waligawana mashamba, mifugo na hata nyumba ya baba yao, wakimwacha Salome na watoto wake wawili, Mary pamoja na Jackie, wakiishi katika kijumba kidogo cha nyasi pembezoni mwa kijiji. Salome alipambana kama mama mmoja kulea watoto wake wote wawili, lakini maisha hayakuwa rahisi. Aliona kaka zake wakistawi, mashamba yao yakizalisha mazao mengi, familia zao zikiishi kwa furaha. Wakati huo huo yeye alihangaika kutafuta chakula cha watoto wake. Chuki na wivu vikamkaba moyo wake. Akajua kwamba hataweza kuishi maisha haya milele. Alitaka haki yake ipatikane, ama alitaka kulipiza kisasi. Sasa siku moja bana, Salome alisikia habari za mganga mmoja wa kienyeji aliyeishi msituni ndani huko, aliyejulikana kwa jina la Mzee Mganga Mahundi. Ilisemekana kuwa mganga huyu alikuwa na nguvu za ajabu na aliweza kuwasaidia waliotaka mafanikio ama waliotaka kulipiza kisasi. Salome aliyekuwa amechoshwa na mateso aliamua kumtembelea mganga huyu. Alipofika kwa mganga huyo, alisimama mbele yake kwa heshima, akamwambia, "Mganga, nimetendwa isivyo haki." Alisema kwa sauti iliyojawa na uchungu. Akasema, "Mganga, nataka haki yangu. Mganga, nataka haki yangu. Nataka kaka zangu waliopora urithi wangu waone uchungu kama ninavyoona mimi." Mzee Mganga Mahundi alimtizama kwa macho yaliokuwa na hekima na giza kwa wakati mmoja. Akamwambia, "Giza likikumbatia moyo wako halitakuacha kamwe." Alimuonya, akamwambia, "Upo tayari kulipa gharama ya unachokitaka?" Salome wala hakusita, akasema, "Mganga, nitafanya chochote." Mganga alimpa chupa ndogo iliyojaa mende weusi. Akasema, "Hawa unaowaona sio mende wa kawaida." Akamwambia, "Mende hawa watakusikiliza, watafuatilia kila mtu unayetaka wamfuatilie, na watasambaza laana yako. Lakini kumbuka, kila mara unapowatumia utatoa sehemu ya nafsi yako. Usipowadhibiti watakurudia." Siku ya kwanza Salome anarudi nyumbani akiwa na chupa ya mende hao wa ajabu. Siku iliyofuata alimpeleka mmoja kwenye shamba la kaka yake mkubwa Bakari. Alimwachia mende huyo karibu na mazao, huku akinong'ona kwa sauti ya chini, "Hakuna kinachostawi hapa." Asubuhi iliyofuata mazao yote shambani pa Bakari yalinyauka ghafla, kana kwamba yaligusa sumu isiyoonekana. Kaka zake walipigwa na butwaa, wakashindwa kuelewa kilichotokea ni nini, lakini Salome alijua. Alikuwa na nguvu sasa, alikuwa na nguvu ya ajabu. Kadri siku zilivyopita, Salome aliendelea kutumia mende wake kwa uharibifu. Mwanakijiji yoyote aliyestawi ghafla alipata matatizo, alipata magonjwa, mifugo yake ilikufa, ndoa zilivunjika, kila kitu hakikunyoka. Kijiji cha Simike kilianza kuwa mahali pa hofu. Watu walihisi kuna kitu kibaya kilikuwa kikiendelea, lakini hawakujua chanzo ni nini. Lakini giza likiwa linaendelea, Salome hakutambua kwamba Mary, ambaye ni binti yake mkubwa, alikuwa akimtizama kwa macho ya mshangao na wala hakupendezwa na kile ambacho mama yake
anakifanya. Mary aliona jinsi mama yake alivyoanza kuonekana dhaifu, ngozi yake inafifia, lakini hakuogopa. Badala yake alitamani kujua zaidi. Alitaka kujua sehemu ya siri hii ni nini. Wakati huo Jackie, kijana wake mdogo, alihisi kuna kitu kibaya kinaendelea. Alikuwa mtoto mwema, mwenye huruma, na aliona jinsi mama yake alivyozidi kuwa mnyonge kila siku. Jackie alitaka kumzuia mama yake, lakini hakuwa na nguvu za kupambana na giza aliloliona likizidi kummeza mama yake. Kijiji kilianza kuwa na hofu. Watu walihisi kuwa kuna nguvu ambazo hazionekani zinazofanya kazi dhidi yao. Je, wataweza kugundua kuwa Salome ndiye anaharibu maisha yao? Je, Mary atafuata nyayo za mama yake? Na Jackie ataweza kuokoa familia yake kabla mambo hayajaharibika kabisa? Nini ambacho kitatokea? Wakati hali inazidi kuwa mbaya, mganga mzee Mahundi alianza kuhisi kuwa mmoja wa wateja wake amezidisha matumizi ya uchawi wa giza. Akamtafuta Salome kwa siri na kumwonya tena. Akamwambia, nilikuambia kuwa nguvu hizi zina gharama. Wewe ni dhaifu sana, lakini bado unazidi kuwatumia mende wako. Usiposimama wao watakumeza. Lakini Salome hakusikiliza. Sasa akazidi kuonesha makali yake. Aliamua kuwalenga zaidi kaka zake kwa uchawi mkali zaidi. Alitaka kuona wote wakianguka mmoja baada ya mwingine. Hali ilianza kubadilika ghafla. Mende walionekana kuwa na nguvu mpya, wakifanya uharibifu hata bila Salome kuwaamuru. Mary aliyekuwa akitizama kila kitu kwa shauku, alianza kujaribu kuwasiliana nao bila kumwambia mama yake. Lakini je, swali ni kwamba Mary ataweza kuwadhibiti na kudhibiti nguvu hii mpya ya hawa mende? Jackie alihisi kuwa familia yake iko hatarini. Alianza kutafuta msaada kutoka kwa mzee mmoja wa kijiji aliyesifika kwa hekima zake za zamani. Huyu si mwingine ni babu aliyefahamika kama Babu Kizito. Wakati huo huo, wenyeji wa Simike walizidi kuwa na hofu na kuanza kutafuta nani anayesababisha mabalaa haya yote. Katika kona ya kijiji, Babu Kizito alisimama chini ya mti mkubwa wa mkuyu, akitizama upepo ukivuma kwa mawazo mazito. Alihisi mabadiliko yasiyokuwa ya kawaida katika hewa. Alijua kuwa giza lilikuwa limevuka mipaka. Akawasha moto mdogo na kuanza kuomba mizimu ya mababu kwa mwongozo. Wakati huo huo, Mary alikuwa akifanya majaribio na mende mmoja, akizungumza naye kwa sauti ya chini chini. Ghafla mende huyo aliruka juu na kutoweka ndani ya giza la usiku. Mary alitabasamu. Alikuwa ameanza kuelewa jinsi ya kutumia nguvu hizo, lakini je, atatumia kwa manufaa yake au atazidi kuendeleza nguvu za giza ambazo mama yake alikuwa anazitumia? Jackie akiwa na wasiwasi mkubwa sana, alianza kufuatilia hatua za mama yake mzazi. Aliamua kumwendea Babu Kizito kwa msaada zaidi, lakini hakuwa na hakika kama atakubali kumsaidia. Sasa swali kubwa ambalo wote tunajiuliza ni kwamba je, Jackie akienda kwa mzee Kizito, je, atapata majibu ambayo anayatafuta kabla haijawa too late? Ama ni msaada gani ataupata? Basi tukutane katika sehemu ya pili katika Mende wa Ajabu. Tujue katika mkasa huu nini ambacho kiliendelea. Je, Jackie atasaidiwa na mzee wa busara? Ataokolewa katika hili tatizo ambalo linaendelea kukikumba kijiji cha Simike? Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Hii ni Bongo Star Media. Tukutane hapo kesho katika episode ya pili katika Mende wa Ajabu. Siku njema iwe nawe. Mimi nakupenda sana.